Bwana atakaa hapo, Bwana atatenda hapo, Bwana atainua hapo, ishara zitafanyika hapo. Haleluya! Maana Bwana ataona watu wanathamini kuwa na Mungu katikati yao. Yesu akawaita, akawapa uwezo. Kanisa la Mungu, ni lazima tufike mahali tujue jambo hili. Kuna hali zingine haziwezi zikatoka bila wewe kufanya maamuzi. Haya maombi ya kuombewa yanafanya kwa kidogo sana, lakini unapojiingiza kutenga muda kumwambia Mungu, kwa nini fulani anaweza kuomba, mimi siwezi kuomba? Kwani roho aliyeko kule ni tofauti na mimi nilionaye. Kama roho ni huyu, kwa nini yule anaweza kuomba na mimi siwezi kuomba? Hayo maswali yatakuumbia mzigo, yatakupa hatua ya kutoka hapo ulipo. Lakini ukiweka hali ya kulizika, mwana wa Mungu, utabaki hapo hapo. Tunapoingia kwenye maombi, wewe utakwazika, utaona muda unaenda bure. Lakini huyu akiomba na yule anaomba, manake hapo mnafanana katika ulimwengu wa roho. Wewe utakuwa kila siku kija badani haufurahii ibada. Hivi ninapotazama hapa, robo tatu ya kanisa wamelala. Na saizi hata saa 6:30 bado. Robo tatu ya kanisa wamefanyaje? Yaani wako hoi. Nilikuwa na mwangalia aliyepita na gavi sungula sijamuona. Lakini watu wako wana wa Mungu. Mungu atusaidie. Hii sio hali ya kawaida. Mashemasi niliwapaga kazi walifanya siku moja tu, sasa na wenyewe wametoka. Maana na wao wanakuja kuabudu. Wanasema, mama mchungaji, sisi hatuji kuamsha watu, tunakuja kusikiliza. Ni kweli. Mungu akikupa uweza juu yako, utatamani kila kipindi kilichoko mbele yako kisikupite. Manake utasema, Mungu, nimekuja kutafuta maarifa. Nimekuja kukusikia Mungu nasema nini? Maana Mungu anasubiri watu wake waje kwake ili aseme nao. Na Mungu ya kusema yapo. Ili utakapotoka useme, hakika nimemwona Mungu amenihudumia. Nimemwona Mungu amesema na mimi. Nimemwona Mungu ameniongeza maarifa, yamenisogeza hatua nyingine. Hiyo ndio ibada. Huko ndio kuabudu. Wenzetu walipopewa uweza, walihakikisha katika maisha yao wanalifanya lile kusudi ambalo Bwana amekusudia kulifanya. Ninaomba watumishi wa Mungu, Mungu atupe neema tena. Kama ambavyo nilisema, kanisa la Shilo tunayo lulu, tunayo almasi. Mara nyingine huwezi ukaikuta, lakini Bwana hajataka tubaki hapo. Anataka tuendelee kwenda mbele zaidi. Kila inapoitwa tuende mbele zaidi, ili Bwana afanye mambo makubwa ambayo amekusudia. Amen. Ili Bwana aweze kufanya mambo ambayo amekusudia. Tusilizike kubaki hapo. Tusilizike kubaki hapo. Unapopata hatua hii, unatamani kwamba Bwana, nimeiona hii, natamani kwenda nyingine. Unajua Bwana ana mapana. Bwana ana marefu. Anapotokea kwa namna hii, usimsubirie pale pale. Atatokea kwa namna nyingine utakapochukua hatua ya kwenda mbele zaidi. Tulikuwa tunashare andiko la kuhusu Daudi. Unaona, Daudi walikuja dubu, walikuja simba. Kumbe pale Biblia ni pana, watumishi wa Mungu, kwamba hata vita vya kiroho viko vya aina tofauti tofauti. Vita unaoiona leo sivyo utakayoikuta kesho. Vita utakavyopigana sasa hivi sivyo utakapopigana kesho kutwa. Kila vita inakuja na namna yake. Kwa hiyo Mungu anafundisha tofauti tofauti. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Musa alifika mahali alijikwaa. Manake alimzoea Mungu kwa namna moja. Kama Mungu aliniambia ni upige, na hapa ananiambia ni uambie, mimi napiga. Kumbe Mungu yuko wa tofauti tofauti. Hicho tu ndio kilimkwamisha Musa. Mungu ni wa aina tofauti tofauti. Unapomuona leo sivyo utakapomuona kesho, watumishi wa Mungu. Sasa Mungu hataki tubaki hapo hapo. Anatamani atuongeze zaidi, maana kwake iko hazina ya kutosha.
wenzetu walifanya mambo makubwa, hata Herode alikasirika. Hata wewe leo ninajua ya kwamba utakaposimama ukatumia uwezo wa Mungu na Mungu akaonekana kwako, ninajua shetani hapendi. Sasa shetani anapokuwa hapendi, hata kuambia nimekasirika, atachukia kimya. Halafu atakachokifanya, atakuletea mambo ambayo atazidi kukushusha. Shetani akikasirika lazima afanye jambo. Shetani akichukia lazima apange vita. Lakini anapopanga vita, hata kukuta ulipokuwepo, maadamu umeamua kwenda kwa Mungu, hata kukuta pale, hata kukuta umeenda kiwango kingine, hata uweza kufanikiwa katika mipango yake. Sasa huu uwezo wa Mungu tayari Mungu ameshatuambia kanisa la Shilo kwamba nimeachilia nguvu. Haleluya. Nimeachilia uwezo uko katikati yenu. Lakini inawezekana watu tumeamini ya kwamba lile neno la kusema ameachilia nguvu ndio tayari inafanya kazi. Kumbe Mungu, hicho kilikuwa ni kichwa cha habari. Hii nguvu inaendelea kuhuishwa kwa kiwango kwenda kiwango kingine, ni kwa njia ya maombi. Haleluya. Ni kwa njia ya kumtafuta Mungu katika maombi. Hakuna namna nyingine zaidi ya maombi. Na Ibilisi anasema, mmesikia, Mungu wenu amesema amewachilia nguvu ili mfanye mambo makubwa kuanzia Tanzania mpaka nchi za nje. Sasa subirini, mimi najua nguvu ya Mungu inafanya kazi pale mtu anapokuwa naomba. Kuanzia sasa hivi nitashika watu wasiombe. Nitashikilia watu wasiombe. Maana ninajua huko ndio wanakofua nguvu. Sikiliza nikwambia, mwana wa Mungu, unaofahamu moto? Unaofahamu moto? Unaofahamu moto? Umekiona kiberiti? Unakijua? Kila kiberiti ukikishika hivi kilivyo, huwezi ukajua humo ndio kuna moto. Lakini kiberiti si ni moto? Sasa ili moto utokee kwenye kiberiti unatakiwa kufanyaje? Kufanya nini? Kumbe jibu tunalifahamu. Sasa na kwa Mungu ndivyo ilivyo. Mungu anaposema ameachilia nguvu, nguvu tayari ipo. Inasubiri wewe uchukue kiberiti ufanyeje? Ndipo nguvu ifanye nini? Unakwama wapi? Unashindwa wapi? Unafikiri kiberiti ukikishika hivi umekinunua dukani, unataka kuja kuwasha moto. Usipofanya kiberiti chui, moto utatokea. Itabaki historia kwamba nataka niwashe moto na moto hautawaka. Kadhalika kwa maombi. Haleluya. Ili nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi na kwa kiwango cha tofauti, ni wewe kuingia kwenye maombi ya vina. Ni wewe kuingia kwenye vilindi vya maombi ili uweze kusikia hisia ya kimungu. Hapo ndipo uwezo wa Mungu unapoanza kutoa mambo. Watu wanaona mambo. Watu wanaona mambo. Leo wakiona hili hawajakaa vizuri, wanaona hili kwa sababu umeshika kiberiti na unatoa moto, na moto unatoa majibu. Hata ukikuta huyu Catherine ameweka lisufuria likubwa, ameweka kilo 15 za ubwabwa umeiva, manake chanzo ni kiberiti. Alifanyaje? Alitoa moto ndio umewaka pale, umepika hicho chakula. Na kwa Mungu ni hivyo, watumishi wa Mungu. Lati tungejua siri iliyokaa mahali ya uwezo wa Mungu ni kumwomba Mungu kwa kiwango cha tofauti, asingekuwepo mtu wa kukimbia maombi. Asingekuwepo mtu wa kufanya ujanja katika maombi. Yeye anafikiri anaweza, kumbe anakula nafsi yake mwenyewe. Maombi ni chakula cha roho. Maombi ni afya katika mtu aliyeokoka. Lakini leo unakuta mtu ana miaka 2 na ana miaka 3 hawezi kuomba mfululizo hata wa dakika 45. Hili ni tatizo. Ni lazima ufike mahali ujiulize, kwa nini mimi nashindwa kuomba hata dakika 45? Na roho wa Mungu ni naye, na kunena ninanena. Tatizo liko wapi? Muite hata unayeona amepata neema hiyo, kwamba mwenzangu, mimi nataka niombe kama unavyoomba wewe. Kwani unafanya nini? Ni nini nifanye ili na mimi niweze kuomba kama unavyoomba? Nataka nizione hatua za maombi, lakini huwezi ukakuta. Ila mtu anauliza, nataka nicheze mchezo. Wakina nani wanachezesha mchezo? Hao utawakuta.
atusaidie. Mungu atusaidie. Kuna kipindi binti yangu Siza wakati amekuja, changamoto yake tulikuwa tunaifahamu, ilimtaabisha sana, lakini Mungu aliachilia neema kwake ya kuwa anajilalua kwenye maombi. Alikuwa anaomba sana, anaomba mpaka anaomba mpaka anaomba. Anafika mahali anaona akiweka gia haingii, akiweka gia gari haliendi. Anarudi anasema hivi, mama, nimefanya hiki, ninaona kama hali sielewi, ninaomba mniambie kama kuna namna nyingine, kama kuna namna nyingine nifanye. Manake huyu mtu anazo hatua za makusudi kutaka kutoka katika hiyo hali awe kama watu wengine. Yule pale anasema mnieleze, mnifahamishe kama kuna kitu cha kufanya, maana kama ni mikesha ninakuja, kama ni mikesha ninakesha, kama ni kuomba ninaomba, lakini ninaona safari bado ngumu. Maana yake anaomba lakini anaona hali iko pale pale, anaomba lakini hali iko pale pale. Nikamwambia, mwanangu, sikiliza, umeshika mpini sahihi, huwa ni mpini wa chuma. Haleluya, usiachilie, Bwana yupo. Hayo maombi ni moto, kaza butu kwenye maombi. Leo yule pale simnamuona, alikuwa ni mtu wa ibada, amekuwa ni mtu wa kanisa, lakini alikotokea ni kugumu. Laiti angekuwa ni mvivu kama tulivyo leo, inawezekana ile hali mpaka leo ingekuwa inamsumbua. Kanisa ni mashahidi, alivyokuja tulimuona, na kanisa ni mashahidi tunamuona leo alivyo. Nini? Ni kudumu katika maombi. Kwa hiyo kinachotusumbua tumishi wa Mungu, tunashindwa kudumu katika maombi. Tunataka tuone vitu vya hapo na hapo. Huyo sio Mungu. Mungu anataka uendelee kukaza kumtumainia, udumu kwake. Wewe kaa kwenye utakatifu, tunza sheria za Bwana, maana Bwana ni wataratibu na kanuni. Kaa hapo, hakuna njia nyingine zaidi ya kumsubiri Bwana ukiwa kwenye maombi. Amen. Ukiwa kwenye maombi. Na ndipo hapo Bwana anasema wote wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Wewe uwezi ukasema unamsubiria Bwana afanye, umeshatoka kwenye njia. Huwezi ukakutana na Bwana. Bwana anawahudumia wale waliokaa kwenye njia. Amen. Kwamba Bwana, ninajua hii njia hata kama wengine hawatapita, ila mimi nilivyojifunza hii ndio njia sahihi. Ya wewe unaponya, ya wewe unainua. Mimi nakaa hapa Bwana. Sasa wewe Mungu uko, ukija mwakani mimi niko hapa, ukija mwaka kesho kutwa mimi niko hapa, kwa sababu nikitoka kwenye njia hii hakuna njia yenye usalama kama njia yako Mungu. Hayo maneno Yesu anayasubiri ili afanye jambo, maana ataona umejifunga mkanda kumsubiri Kristo afanye jambo jipya. Lakini leo watu wanataka kumwamrisha Mungu, wanataka kumtuma Mungu awatendee kama wanavyotaka. Nataka nikwambie, Mungu anatenda kama anavyotaka yeye, maana sisi tunafinyangwa na yeye ndio mmuzi wetu. Unachotakiwa ni kunyenyekea, alafu ujue Mungu ni wa mipango na majira, na amekuacha hivyo. Sio kwamba amekuchukia, sio kwamba kuna mahali anakupeleka. Haleluya, kuna mahali anakupeleka, hayo hautayaona tena, itabaki historia. Ukurasa utafungwa, atafungua ukurasa mpya. Haleluya, hizo ndio shuhuda zinazojenga. Tumemwona Kristo, tulimsubiri miaka ya kutosha, na hata watumishi wa Mungu ukisoma kwenye Biblia, miaka inaenda, tatizo limesimama, lakini walikaza kumpenda Bwana, lakini walikaza kumtumikia Mungu, na Mungu aliwakuta hapo hapo anatumika. Bwana akawatendea namna kuzidi, na leo tunasoma Mungu aliyewatendea na wewe atakutendea. Bwana aliyefanya hata wewe atakufanyia tena na kuzidi. Jipe moyo mkuu kwa Bwana. Bwana bado anaishi. Kama alipandisha, hata sasa anapandisha. Tatizo lako halijawa gumu kulishinda neno la Bwana. Neno la Bwana liko juu, chini ya vitu vyote vilivyoko chini. Neno liko juu, namo linaweza, namna litatenda kwa ukamilifu na kuzidi. Utashangaa na roho yako, utasema ni mimi, ni hakika utakuwa ni wewe. Yule mtu kipofu
kipofu alipokuwa amefunguliwa macho, vilianza kukaa vikao. Manake tangu kuzaliwa walimwona ni kipofu. Watu walihalalisha maisha yake, wakasema huyu mpaka atakufa yeye ni kipofu, hawezi kuona tena, mwendo wake utakuwa ni kupapasa papasa, maana wanaopapasa ni vipofu ambao hawana macho. Sema hivyo kama Yesu ameondoka. Lakini kama Yesu yupo, saa usiyofikiria, saa usiyoizani, Bwana anapindua ajenda, anaweka jambo jipya. Haleluya! Waliokuzunguka wanashangaa. Ndicho hicho Bwana anachofanya. Sikiliza nikwambie, wewe ulishaona barabara ya Changalawe wanaweka zebra? Barabara ya lami ndio wanaweka nini? Hiyo nayo ndio neno. Ukiwa kwa Mungu, haleluya, Bwana ataweka alama na kila mtu ataiona. Haleluya! Na kila mtu atajua. Hata anaendesha gari, hata kama ni gari lina pesa kuliko magari yote, lakini dereva akifika pale atasema hii ni alama ya waenda kwa miguu. Bwana atafanya alama. Bwana atatenda jambo jipya. Hayo unaoyaona, nataka nikwambie, hautayaona tena. Soma Biblia yako, mfuatilie Mariamu. Alipoenda kaburini, alikuta jambo la tofauti limefanyika. Akarudi kuambia washirika wenzake, jamani, nimekuta mambo yamefanyika, twende na muone. Biblia inasema walienda, na walipofika kule injili iliwashinda. Wakasema hapo tunapoteza muda. Waliamua kurudi, wakasema tufanye mambo mengine. Mariamu anajipa matumaini ambayo hayapo. Wao walikuwa wanaangalia mwilini, lakini Mariamu alikuwa na tumaini katika Mungu. Haleluya! Pale ambapo wenzake hawakuona kitu, alibaki hapo na Bwana akafanya kitu ambacho kipo. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yako unaweza ukaona ni kama huna kitu, ni kama hauona kitu, lakini nataka nikwambie, kama Mungu yuko hapo, kuna vitu vimefichika, itafika saa Bwana atavifanya viwe dhahiri. Haleluya, haleluya! Mariamu akasema na mwende, lakini mimi bado ninalo neno moja, ninamtafuta Mwokozi, sijamwona Mwokozi, nitatokaje Mwokozi sijamwona? Akawa anazunguka. Hiyo anafanya ziada kuliko watu wengine. Ukitaka kumwona Mungu, fanya ziada kuliko watu wengine. Nenda zaidi, utapata kitu cha tofauti kuliko wengine. Haleluya! Hapo alipoona vitu ambavyo vina uhai, Mariamu anasema kwa sababu alibaki hapo, wengine waliondoka, wakaona hakuna kitu. Kumbe Mariamu alijua hapa kuna kitu, hata waende nifaidi mimi. Aliona malaika hapo, kisha akamwona Mwokozi, na Mwokozi akisha kumwona akamwambia na neno, nenda ukawaambie. Haleluya! Lakini wanafunzi wale walienda hawajui chochote. Hata wewe maadamu umebaki katika madhabahu yenye uwezo wa Bwana, nataka nikwambie, hautapoteza muda wala hautajuta. Bwana atafanya jambo la pekee, maana maisha yako anayaona, kusubiri kwako anakutazama. Mungu sio dhalimu kiasi hicho, atafanya jambo na zaidi ya kufanya. Akawaita, akawapa uwezo. Mchana wa leo jiulize, ni kitu gani ambacho kinakufanya uweza wa Bwana usikusaidie? Maana kabla hajakutuma Bwana, uweza wa Bwana unataka kufanya maisha yako kwanza, ili usione nguvu za Bwana, ili uone uweza wa Bwana ukusaidia katika hili na lile. Kisha Bwana akupeleke, utakuwa ni shuhuda, utakuwa ni shahidi, utakuwa na ujasiri, maana umemwona Bwana amefanya kona hili na kona hii. Utakaposimama, utasimama kwa ujasiri. Hata shetani akisimama kama Goliati, utamwambia wewe haunitishi, ninalo neno la Bwana. Ukipiga moja chini na ufalme wa Mungu unajengwa, maana umemwona Bwana akifanya. Mchana wa leo ninaomba ujiulize hilo swali, ni kwa nini ninakuwa hivi? Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Kwa nini nimekuwa mtu wa kuambiwa? Uweza wa Mungu na upendeleo unafanya baadhi ya watu na baadhi ya watu haufanyi. Kumbe Mungu hana upendeleo, anasubiri ufanye maamuzi na Bwana akusaidie. Ninaomba tusimame.